Ukihisi mtu anakuuliza unipe, unasikia roho yako ina na majuto, roho yako inavunjika, elewa ndani yako una roho ya kutobarikiwa. Siri za kutoa ni kuachilia. Katika ulimwengu ya roho pana kile kinachoitwa kwenda na kurudi. Ni kama hii waya ya stima, inakuwa na positive na negative. Taa haiwezi ikawaka ikiwa na positive peke yake, haiwezi ikawaka ikiwa na negative peke yake. Lazima zote ziungane, zapeleka moto mwingine upande huu na mwingine huu, alafu inaenda inarudi. Amen. Tunapofika muda wa kutoa sadaka, unahisi ndo ndani yako kupigana na kile ambacho kinatafuta kutokea, kile ambacho Mungu anaahidi kitendeke, elewa kwenu kuna madhabahu ya umaskini. Au kuna pepo ambayo imeinuka ndani yako inayekuzuia usibarikiwe. Hii jambo nilipitia kwenye maisha. Kutoa 1,000, naona nimepoteza pesa. Nikitoa 500, najikuta ndani yangu kuna kitu hapana. Lakini nilipofunguliwa na neema ya Mungu ikanijia, hata 100,000 naweza nikatoa. Sitakuwa na ugumu ndani ya moyo wangu, kwani neema ya Bwana imekujia. Na wewe pokea neema katika jina la Yesu. Soma kitabu cha Malaki 3. Kiingia mstari wa 3 na wa 4 na wa 5 nitasoma. Malaki 3 verse 3 mpaka 5, tenda nayo taratibu. Inasema, naye aketie kama asafishaye fedha na kuitakasa, naye atawatakasa wana wa Walawi, atawasafisha kama dhahabu na fedha, nao watamtolea Bwana dhabihu katika haki. Hapa pana kazi ambayo Mungu ameyafanya. Ulikuwa mchafu, amekuosha. Ulikuwa mzinzi, umekwepa uzinzi. Ulikuwa muongo, uongo hauko juu yako. Elewa kuna kazi Roho Mtakatifu anayofanya akikuosha na kukutengeneza. Amen. Anasafisha. Yeye ni kama sabuni, tena maji inayokuja kuondoa uchafu ulio juu yako. Sasa katika hii hali vile unapoona mahali Mungu amekutoa na kile Mungu anachofanya, anasema utamtolea dhabihu katika haki. Inamaanisha kuna wale wanamtolea Mungu bila kukamilisha uhaki. Tuwafanya kwa kufanya, hatufanyi kinachompendeza Mungu. Haki ya Mungu imepotea ndani ya wanadamu, na wanaona kile ambacho Mungu amewatendea, na wanajua mahali wametoka na mahali walipo leo, na wanafanya kama hawaoni. Wanatoa kwa kutoa, lakini si katika haki. Tutaendelea hapo. Nasema wakati ule ndipo dhabihu ya Yuda na Yerusalema, ni verse 4, zitakapompendeza mbele za Bwana kama katika siku za kale na kama katika miaka ya zamani. Anazungumza juu ya watu wa kale walipomtolea Mungu na hiyo sadaka ikampendeza. Acha nikueleze siri moja. Kuna sadaka waweza ukatoa hazimpendeze Mungu. Hizi pesa zimepotea. Mungu anazungumza kiwango, lakini zinazotoka katika nafsi iliyooshwa na kutakaswa, iliyojitambua na kutubu, na kijue kwamba naenda mkaribia Mungu, nitamtolea dhabihu yako, itampendeza Mungu. Sema amen. Amen. Hii ni ibada takatifu. Hivi ni vitu ambavyo Mungu anaandalia ndani ya maisha ya mwanadamu ili akuje kumkaribia Mungu kwenye ibada ya kutoa. Amen. Kuna ibada ya kuimba,
ya kumsifu Mungu, kuna ibada ya kumwabudu Mungu, kuna ibada ya kusoma neno, na kuna ibada ya kumtolea. Sasa kamilisha ibada zote zitendeke ndani yako, utaona neema ya Mungu inakutembelea. Sasa watu wamezarau ibada ya kutoa. Tunapogusa ibada ya kutoa, unaona mtu anafanya kama haoni. Ulikuwa na 1000 kwa mfuko, 500 kwa mfuko, utakubali uende ukachange hiyo 500 utoe 50 au 2. Kilicho ndani yako ndio kinakusukuma kutoa. Na maanisha ndani yako muna spirit haijamuelewa Mungu na kazi Mungu aliyetenda. Sasa sikia, kwa kumtolea Mungu hapa verse 5 anasema, wakati ule ndipo dhabihu ya Yerusalema zitakapompendeza Mungu kama wakati wa kale na kama miaka ya zamani. Anaongea watu wa kale walijua ibada ya kutoa, na zile sadaka zikampendeza Mungu. Ndiye anasema tukumbuke wale wa kale walioelewa hiyo ibada. Sasa tuone faida ya hiyo ibada. 5, nami nitakaribieni ili kuhukumu. Kuna kazi inayotendeka kulingana na dhabihu uliyotolea Mungu, kulingana na sadaka uliyotolea Mungu. Ni aina tofauti ya kazi itakayotendeka. Sasa Kristo Mungu mwenyewe anashuka, anasema nakuja kuhukumu watu kwa aina tofauti kulingana umenipendeza kwenye dhabihu yako, na mimi nakukaribia. Mhitaji Mungu akukaribie, jaribu kumtingiza kwenye njia ya dhabihu, kwenye sadaka, anakuja haraka. Kornelio, Biblia inasema alitingiza mbingu, ulimwengu ya roho ikasema haiwezekani. Kuna mataifa na kuna watu wa Mungu waliochaguliwa, wao ndio watakuwa kwenye wokovu. Lakini kulingana na dhabihu ya Kornelio wakaondoa huu mpango, wakasema mpango huu nao unaenda kwa mataifa kupitia dhabihu na sadaka. Ikatingiza ulimwengu ya kiroho, wakasema lazima wokovu ingie kwake. Na malaika wa Bwana walishuka kwake, na hakubaliwi katika sheria ya ulimwengu ya kiroho. Lakini Mungu akasema navunja hii sheria ya kwamba mataifa si wangu. Leo mataifa watakuwa wangu kupitia dhabihu ambayo Kornelio aliyotoa. Kuna vitu vingine ambavyo wanaweza kuwa wameshaongea kwenye maisha yako, wameshafunga milango juu yako, lakini dhabihu inapotolewa Mungu anasema mpande mshuke. Huyu amesema hata barikiwa, mimi nafungua milango ya baraka, unapokea baraka. Bwana sifiwe. Kornelio akatingiza mbingu, na wewe tingiza mbingu kama utaona Mungu akitenda. Bwana sifiwe. Hapa sasa nasema atawakaribia. Watu wengi wameomba wanasema ataona Mungu. Watu wengi wamefunga, lakini Mungu hajawahi onekana. Lakini hujawahi ingia kwenye ibada ya kutoa. Siku utaingia kwenye ibada ya kutoa, Mungu atakukaribia. Sasa anakuja kuhukumu wale walio maadui zako, anakuja kupigana na wao. Jambo la pili anasema nami nitakuwa shahidi mwepesi juu ya wachawi. Anajua mwepesi, anajua wachawi ndio wale wanaoingia kwenye maisha ya mwanadamu. Acha nikueleze, kila familia na mchawi, na shetani anatumia njia ya huyo ili aweze akafunga watu katika familia. Sasa kile ya Mungu atakachofanya, dhabihu unapompeleka, hajaongea kuhusu kuomba. Kuomba naye ni ibada tofauti. Hapa ni ibada kuhusu matoleo. Amen. Nitakuwa mwepesi juu ya mchawi. Mchawi ni mtu anayefunga baraka zako, hapendi ubariki. Hasa Mungu anasema huyo ndiye wa kwanza, nitamumaliza, nitampiga. Leo umeshindwa hali ya kubarikiwa, ni kwani mchawi yuko kwenye maisha yako, na roho yako haijawahi achilia vitu kwa Bwana. Anaendelea anasema na juu ya wazinzi,
Mume wako hawezi ameshatekwa, anajifanyaga tu kuja jioni, baby, kuna mabebi huko nje. Ikiwa mtu amechukua mume wako, acha kupigana na ubaba, achana na yeye. Kitu utakachofanya, nenda kwenye madhabahu ya Mungu pamoja na dhabihu. Hii dhabihu itapigana vita. Ule mwanamke ataondoka na wengine wanalala wanakufa. Kwa nini? Mungu amesimama. Acha kuzoza na mume wako, achana na yeye. Mke wako umejikuta na mpango wa kando, umemuonya, hapendi kuelewa, achana na yeye. Tafuta dhabihu itakayompendeza Mungu. Nenda ukalie kwenye madhabahu ya Mungu. Mtumishi wa Bwana atakapokuombea, tuna hiyo experience. Baba mmoja amekuwa mpango wa kando, hapendi kumuona baba. Mama analia, mama ni mwaminifu, anahitaji neema ya Bwana. Bwana aseme sikuoni. Mama akasema sasa mimi nimejua si. Akatoa dhabihu kwenye madhabahu, akaombewa. Alipoombewa, karudi nyumbani kimya, hakuna kuzoza. Roho yako iwe safi, umetakasika, hauna ugovu, umemsamehe mume wako. Mume alipoenda, kifika mahali kuna mke analala usingizi, anajaribu kuinua kichwa kimelala. Anajiuliza imekuaje? Anajaribu kuinuka, anajaribu kula hata dawa. Siku alikula dawa ndiye atalala sana. Akaamua, huyu mwanamke akamkimbiza, toka huko, sijatembea na mtu kama wewe, toka, ondoka. Hapana jamii, sijajielewa. Hakuna kujielewa. Mbingu inashughulika juu yako katika jina la Yesu Kristo. Dhabihu yako inalalisha vitu. Anaongea juu ya wazinzi. Wazinzi. Dhabihu inaongea. Kuna tabia ya kumtolea Mungu. Kuna kazi imekwama. Kuna vitu vimekwama. Umeomba, hakuna solution. Tayarisha dhabihu. Tuendelee. Tanisamehe kwa muda, lakini nasikia niendelee tu. Anasema juu ya wazinzi na juu ya wao wapao kwa uongo. Kuna mtu ameenda kutetea vibaya kwa bosi wako. Huyu alifanya hivi, mumuondoe. Acha kupigana na yeye. Wanasema hii ndio ndio password. Hii ni ulimwengu ya kiroho inayofanya kazi. Wachawi wanajua hizi siri. Wa Freemason unajua hiyo siri. Unajikuta wanatoa sana. Anaweza toa juu ya kufunga maisha yako, anatoa juu ya kufunga ndani ndoa yako, anatoa juu ya kuharibu ficha yako. Dhabihu inafanya kazi katika ulimwengu huu. Mtu anakutetea vibaya, ameenda ameharibu kazi yako. Achana na yeye. Wewe taarifa sadaka nono. Itakayompendeza nani? Mungu. Mungu atamshughulikia mpaka anakuja kuomba hata msamaha. Unisamehe. Kumbe malaika wa Bwana ndio wanakuja kupigania mtu wake. Anasema hivi, na juu ya hao wamoneayo mwenye kuajiriwa. Umepata kazi, kuna wale ambao wanakuonea. Anasema hapana, huyu hastahili hiyo kazi. Kitakachopigana nao si maombi, navunja, natekeleza, mimi naharibu, mimi naangoa. Utasumbuka ukingoa. Utakemea, utachilia upanga wa radi, utachilia moto. Go. Karibisha Mungu kwenye ibada ya nini? Dhabihu. Amen. Ulimwengu ya roho ina formula zake, ina taratibu zake, namna zaweza zikatembea. Tuendelee. Anasema kwa ajili ya mshahara wako. Bosi wako amekataa kukulipa. Umefanya kazi mwezi huu, mwezi mwingine nitakupea. Anakupea tu shilingi 1000. We achana na yeye. Enda kwenye ibada ya nini? Ya kutolea Mungu. Umepigana na bosi wako, kama ni hivyo, achana na yeye. Kuna secrets ambayo inakuja kuachilia kwako siku ya leo, ili uone Mungu yupo na anaendelea kutenda. Lakini hatujaelewa. Taifa langu laangamia kukosa nini? Umeshikilia pesa zako muda mrefu, lakini hakuna vile zinaendelea. Haujaachilia sehemu ya hizo pesa. Endelea. Anasema wamoneaye mjane yatima. Kuna mayatima
na kuna wajane ambao Mungu lazima awahudumie. Ukijikuta hii huduma haipo kwako, waishi maisha ya shida, nenda kwenye madhabahu ya Mungu. Wewe mjane unastahili. Wewe ni mke, wewe ni mtoto wa nani? Wa Mungu. Wewe ni mjane wa nani? Wa Mungu. Wewe ni yatima ya nani? Ya Mungu. Mungu ndio atakushughulikia. Sasa hivi vitu kama haviko kwako, nenda ukamtolee nini? Mungu dhabihu. Tuendelee. Anasema, na kumpotesha mgeni asipate haki yake. Mimi ni mgeni Kenya, nisipopata haki yangu kulingana na kazi nimekuja fanya huku Kenya, siwezi nikalaumu serikali. Nitaenda kwenye madhabahu ya Mungu, nitafuta haki yangu. Utakuja mahali hapo unalilia Mungu na dhabihu yako, unasema, Baba, nahitaji haki yangu. Nimekuja Kenya juu ya kazi fulani ABCD, nahitaji nipe haki katika mji huu, katika eneo hii. Mungu anakupea katika jina la Yesu Kristo. Hapa anasema, wala hawaniogope mimi, asema Bwana wa majeshi. Hatumwogope Mungu. Watu hawamwogope Mungu kwenye hii ibada. Wamefanya ibada kawaida. Umtolee Mungu 50 haujali, umtolee Mungu 20 haujali, na una pesa zingine zipo. Kuna mtu ambaye ana 20 ndio nayo. Mungu hajakataa. Mungu anaona moyo, anaona roho yako kweli kama imetoa kwa kweli. Alafu akaweka aina tofauti ya zile sadaka. Kuna fungu la 10. Biblia inasema katika Malaki hapo, nasema verse 10, 3:10, inasema fungu la 10 laleta kufungua madirisha ya wapi? Ya mbinguni. Uweze kuwa madirisha yako yameshafungwa, kwani hautoe fungu la nini? La 10. Waomba sana, waimba sana, wafunga sana, lakini kuachilia sehemu ya kile ulicho nacho umeacha, hautaona baraka. Ndiye anasema watu wamekuwa wizi. Ulimwengu ya kiroho lazima utoe ili upokee. Acha nikueleze siri moja. Ukiona maisha imekataa au mapato hakuna, toa pesa kwako, achilia kwa mtu. Kama na baraka, hiyo baraka zake zinakuja. Wakati tunatolea Mungu, tunanunua vitu vyake vikuje kwetu. Ndio ukiona mtu anakuomba pesa, si kila mtu anapeana pesa. Kuna change, unampea vyako na anafanya na unachukua vyako katika ulimwengu wa kiroho. Ukihisi spirit yako inakataa kutompea, acha kumpea. Hao wanaotembea huko wakiomba, ukisikia roho yako inakataa, achana, kwani vyake vitakuja kwako. Na Mungu anasema munitolee, kama na mimi sitafanya nini? Sitafungua madirisha nini? Ya mbingu. Tunanunua vitu kwa Mungu. Ulimwengu ya kiroho hakuna kitu cha bure, lazima ugharamika ili upokee. Tuko pamoja watu wa Mungu? Tuingie katika sadaka. Hii ni vitu ambavyo vinaleta Mungu kuonekana kwenye maisha yako. Hii ni fungu la 10. Kuna sadaka inayoitwa ya malimbuko. Malimbuko ni sehemu ya kwanza uliyopata ukianza kazi. Kama una shamba lako, malimbuko ni ile mzao wa kwanza unaachilia kwa Mungu. Nitakueleza malimbuko na maanisha nini. Malimbuko ni agano unayofanya pamoja na Mungu, ni contracts unayofanya pamoja na Mungu. Ndio nitakueleza malimbuko ni agano unaungana na Mungu wako. Muna sign contract pamoja na Mungu ya kwamba mimi Mungu nimetoa hii malimbuko ili na wewe ingie katika maisha yangu unitetee. Sasa unapotoa fungu la 10, unaenda renew hii malimbuko, hii contract uliyofanya pamoja na Mungu. Kiwango wa kucha kumtolea Mungu fungu la 10, na ndio kiwango unaendelea kusonga mbele, lile agano liendelee likamiliki. Bwana asifiwe. Gusa kando yako, si muda wa kuniombea. Sitaki mtu akuniombea sahihi. Naona wengine wamesinzia.
Malimbuko ni sadaka ya agano. Unaagana na Mungu wako, unafanya contract na Mungu wako. Sasa fungu la 10 yaenda kuchipua lile agano la Mungu, azidi kulikumbuka. Na kila mwaka uwe ukifanya contract na Mungu wako. Bwana asifiwe. Kuna sadaka ya shukrani. Sadaka ya shukrani yachipua vitu vilivyokufa vipate kuwa na uhai. Yachipua biashara yako liko kufa, lazima iwe na uhai. Kadiri wakuju na shukuru Mungu, Mungu anachipua tena upya vitu vipya. Biashara walifunga, wakati unatoa shukrani, Mungu anaingilia kati, anasema havitakufa, lazima pawe uhai. Bwana asifiwe. Amen. Twende kwa sadaka nyingine, inaitwa zabihu. Zabihu yatolewa kulingana na shida ulio nayo, kulingana na kile unahitaji Mungu akutendee. Una shida ya mgonjwa, mtu amegonjeka, hali yake ni mbaya, unasema Baba, mimi nakuomba na kusihi, ingilia kati katika huu ugonjwa. Unapomtolea Mungu hiyo zabihu, mbingu inashuka, inakuja kutetea na magonjwa yanaondoka. Waweza kuwa umekosa kuoleka, unasema Baba, mimi nahitaji nioleke. Njoo na zabihu mbele ya Bwana, Baba ataingilia kati. Inategemea na kile unachohitaji Mungu akutendea, ndio inaitwa nini? Zabihu. Sasa zabihu impendeze Mungu. Na kuna wale wanakuja kutolea Mungu, wanasema nimepata 10,000 hapa, mimi najua Mungu atakubali. Waweza ukatoa 10,000 kama hujaziosha na kuzisafisha, hazifai mbele ya Mungu. Ni kama Yesu akaona watajiri wakitoa pesa zile nono, lakini mwanamke kaja na shilingi ngapi? Senti 2. Alipomtolea Mungu, Yesu akasema yule aliyetoa sadaka iliyokubalika ni nani? Senti 2. Mnielewe vizuri. Mungu anaona moyo na anaona kiwango chako. Kiwango chako kwa gisi ulivyo, na ndio ukiachilia zawadi au sadaka kwa Mungu kwa kiwango chako, Mungu anaona na anajibu. Lakini kiwango chako kiko juu na unatoa zabihu iliyo chini au sadaka zilizo chini ya kiwango chako, Mungu anasema hiyo si haki. Kama leo unajikuta hii kanisa hatujaisonga iende huko mbele, hatujaijenga matoleo. Sikusema pesa zimekosa. Unakula kila siku, unavaa kila siku, watoto wanaenda shule na kila kitu kinaendelea. Kukiwa msiba, kukiwa problem kwenye familia, utajikopa pesa. Lakini hujawahi jikopa pesa juu ya kazi ya Mungu. Na Mungu anapotutazama anasema hawa niende nao wapi niwabariki. Na wengine wako mahali hapa kwani kuna shida. Wakati shida inaondoka hautamuona hapa. Amebarikiwa, anapotea. Anakuwa nauliza, yule mama yuko. Hili ni kanisa yetu. Nalitoa baraka wapi? Hapa. Na Mungu anapoona hivi anazuia wengine, anasema na wewe nikikupea hizi pesa utanunua gari. Gari haitawahi fika kijito cha utakaso. Itaenda ba. Ndio siku macho yako itafunguka na kuona wale wanawake wanaona mirudi mikubwa. Ndio siku utaona zile mavazi ambazo zinanunua $500, unasema hii ndio nitanunua. Anasema baki katika umaskini wako. Lakini kuna neema Mungu ameachilia siku ya leo. Roho yako ielewe. Mungu anahitaji zabihu yako. Na nitakueleza mtu asiyekuwa na madhabahu ambaye anatolea, kuna madhabahu mengine ambayo inakujaka inakukontrol. Na ni madhabahu mabaya. Yatakutoa kwenye uwepo ya Mungu ya kupeleka hivi. Kama Mungu amenipea nafasi hii ya kuongea juu ya sadaka, elewa kuna ujumbe ambao umeachilia juu ya watu wa kijito cha utakaso. Achilia. Achilia. Achilia pesa zako zifanye kazi. Chukua nafasi kwenye budget zako. Unafanya budget ya mwezi, lakini hujafanya budget juu ya kanisa. Fanya orodha ya vitu vingi unavyohitaji katika mwezi, na uweke budget ya kanisa. Tungeweka hivi vitu na tunajua kwamba kuna kazi ya Mungu,
tungekuwa tumeendelea. Ni kanisa haina gari hata hapa nje, hakuna. Ijapo kanisa hii ina ujumbe wa kipekee ambao ni ujumbe wa baraka. Wanapotazama kanisa, wanapotazama madhabahu, ni madhabahu inawaka na kuna neema. Naona matunda yakishuka mahali hapa, lakini ni wakina nani wataipokea ambao hawachi? Tafadhali mtumishi wa Bwana wakati anaongea mengi kukorosha roho zetu, ndio mshtuke leo alafu mtoe. Kikae ndani yako, ndani ya fikra zako, ndani ya mawazo yako, kuelewa ya kwamba lazima nibarikiwe, nimtolee, nifungue maisha yangu juu ya matoleo. Usiwe mpaka watakupigia kelele nifanye saa moja ili mpaka roho yako ivunjike. Ndugu yangu, elewa, maisha tunayo ni ya ulimwengu ya kiroho. Ukitembea kwenye formula za kiroho utapata baraka zinaonekana. Ikiwa nimesimama mahali hapo natangaza na ujasiri, nikiongea ukweli, haya maisha niliyapitia, nilipobadilisha mtazamo wangu, Mungu akabariki. Kukaa katika umaskini kuna muda si shida ya Mungu, shida ni yako wewe mwenyewe, hujatembea na kuelewa vitu vya kiroho. Mtumishi wa Bwana, Mungu akubariki. Huyu mama amesimama. Kuna muda tulikuwa tukiongea na yeye, anasema mtumishi wa Bwana, nimechoka, hata rent mpaka niguse kwa pesa zangu. Nikasema mama, pole sana, acha Mungu akusimamie. Kuna huu muda, kuna hiki kipindi alipitia. Nikasema baba, acha tuombe Mungu. Hamutabarikiwa. Mimi nasema hamutabarikiwa kama hamujaachilia vitu kwa Bwana. Wakati unamwona mama unasema tutampea pesa zetu atazikuni. Umewahi ona Mungu akikwambia rusha hii 1000, unarusha. Umeona roho yake inapopokea hizo dhabihu, ninapofurahia hii dhabihu, acha nikueleze, roho ya Mungu mara moja anasema huyu abarikiwe. Kuna sadaka zaweza zikanijia, ninapotazama hii sadaka, roho yangu inasema hii ndio sadaka. Inamaanisha kuna shuku huko ndani, ulitoa kitu ambacho hasika haki. Kuna roho inayopiga, na unaposema mimi naachana na hilo, na Mungu anakuzungumzia, toa 1000, toa 2000, toa yale mavazi, anakuonesha, unahisi, lakini unabadilisha, tayari umeamini. Naomba Mungu wa neema achilie neema kwako. Roho wa Bwana kuguse kwenye mapato, kuna baraka. Tingiza anga, mbingu juu ya mapato yako. Kuna wale unajikuta mtu anatoa sadaka, anatoa hata gari, unafikiria hata pokea, anapokea. Nafanya mfano wa mwisho ili tuendelee mbele. Baba mmoja alijua Mungu, ni mfanya biashara, akaenda Kampala na kununua gari yake, gari nzuri. Yeye amejua Mungu kwa jinsi alivyo. Akifanya biashara yake amepata faida, yeye anaweka faida kando kabla hajaitumia, anasema mimi nahitaji Mungu unipangie. Mungu anamwambia hii 1000 inaenda mahali fulani, hii 1000 kwa mtumishi wangu, hii 1000 inaenda hospitali, hii 1000 mpaka hata Mungu anafika hatua anaondoa ile faida zote. Na anasema asante Baba, kwani Mungu umekamilisha kusudi lako. Akanunua gari. Yeye ndani yake anasema hii ni gari yangu. Alipofika nyumbani ametembea na watoto, jioni tu roho Bwana akamjia kwenye maono, akasema hii gari unatembea si yako. Hii gari achana nayo. Mimi nakuelekeza mahali unapeleka hii gari. Kuna mtumishi wangu mahali fulani yupo, mpelekee hii gari. Huyu baba ni mtifu kwa kutoa. Akaambia mke wake, Mungu anazungumza kwamba gari si yetu. Akaambia watoto muelewe kwamba gari si yetu. Wakaenda wote, asema tunapelekea yule Mungu alinionyesha. Ni mama ambaye ana kagari kamekufa. Kazi yake anaenda na ubiri, anaombea watu, lakini gari haimsuhusu. Akasema tumekuja kwako, tuna ujumbe wako. Mungu anasema hii document na hii funguo ni yako. Mama alishtuka, sema wa, akamwombea.
alipomwombea wakarudi kwa miguu. Ona huu uchungu, jaribu kuona huu uchungu. Kitu cha tamani kama gari, alafu unaachilia. Aliporudi nyumbani akaomba neema ya Mungu imwezeshe. Wiki moja baba akapata oda ya kampuni. Amen. Akafanya kazi kubwa. Amen. Na akanunua tena gari double ya hiyo gari alikuwa amenunua. Amen. Aliporudi tena akasema, baba unielekeze juu ya hii gari. Mungu akamwambia, hiyo gari uliyopata haikuwa level yako. Mimi nikuja kuondoa level ya chini ili sasa upate level ya juu. Hii gari tutatembelea kwa utukufu wako. Kuna vitu ambavyo Mungu anapenda atuachilie kwetu, lakini hatuna macho ya kiroho. Mungu aguse mikono yako. Weka mikono yako juu. Fanya hivi mikono yako. Sema, Bwana Yesu, nimesikia neno lako. Nimekata hatua. Nimeamua nitakutolea ili nibarikiwe, ili unipiganie vita. Shetani na kazi zake zote, roho za umaskini, mimi nazikataa kwa jina la Yesu Kristo. Neema ya Bwana ishuke juu yangu, ifungue akili yangu, ifungue mawazo yangu, nisikie sauti yako, nisiwe mchoyo kwa kukutolea, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Shangilia, 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 shangilia. Mungu akubariki. Wakati wa kutoa ni wakati wa nini? Wa kubarikiwa. Wakati wa kutoa ni wakati wa nini? Barikiwa. Munijibu. Wakati wa kutoa, wakati wa baraka. Pokea hizi baraka katika jina la Yesu Kristo. Amen. Pia Yesu makofi.